Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wawakilishi wa muungano wa River Congo M23 wameidhinisha rasmi siku ya Jumanne Oktoba 14 mwaka 2025 kuanzishwa kwa mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa usitishaji mapigano chini ya usuluhishi wa Katari. Kikosi hicho kinajumuisha wawakilishi kutoka pande zote mbili pamoja na waangalizi wa kimataifa kutoka Katari, Marekani, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa nchini DRC au MONUSCO. Hatua hii ya kidiplomasia inakuja mwezi mmoja baada ya kuanzishwa kwa uratibu wa mabadilishano na kuachiwa kwa wafungwa, na inachukuliwa kuwa hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano yaliyomo kwenye tamko la Doha la kanuni za msingi lililosainiwa tarehe 19 Julai mwaka 2025. Kupitia hatua hii, serikali ya DRC inaonyesha tena dhamira yake ya kumaliza uhasama, kulinda usalama wa raia na kuweka mazingira yatakayowezesha kufikia kwa makubaliano ya amani ya kina. Aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange amewasili mjini Nairobi, Kenya wiki hii kushiriki katika mkutano wa faragha na baadhi ya viongozi wa upinzani wanaopinga rais wa sasa Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na waandaaji wa kikao hicho, mkutano huo unafanyika kwa usiri mkubwa ukilenga kujadili mustakabali wa kisiasa wa upinzani nchini DRC na uwezekano wa kuunda muungano mpya wa kisiasa. Taarifa zinaeleza kuwa kikao hicho ni sehemu ya juhudi za Kabila kuunganisha wapinzani wakuu kama Matata Mponyo, Seti Kikuni, Jose Makila, Raymond Chibanda ili kuunda muungano wa kisiasa imara unaoweza kupinga rais Felix Tshisekedi katika siasa ya ndani na ya nje. Hatua hii inakuja licha ya Kabila kuhukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi ya Kinshasa wiki chache zilizopita, hukumu ambayo imezua mjadala mkubwa chini ya viongozi mbalimbali nchini Kongo ya Kidemokrasia na kuvutia hisia za kimataifa. Wachambuzi wa kisiasa wa Kongo wanasema kuonekana kwa Kabila Nairobi ni ishara ya kurejea kwake kwenye ulingo wa siasa baada ya kipindi kirefu cha ukimya, na kwamba anaweza kuwa anapanga mikakati ya kisiasa na kujenga upya ushawishi wake katika eneo la Maziwa Makuu. Mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 AFC na wapiganaji wa wazalendo wa CMC FDP ambao wapo kando na FDLR katika maeneo mbalimbali ya kitongoji cha Bukombo tarafani Ruchuru, mkoa wa Kivu Kaskazini, DRC. Vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwa vita vinagusa vijiji vya Rurere, Kibwe, Kashavu na Karambi karibu na kitovu cha Bukombo. Mwendo huu wa machafuko unaashiriwa kuanza baada ya operesheni za kijeshi za AFC M23 wiki iliyopita. Raia wa kawaida wanaendelea kukimbia maeneo yaliyopigwa, huko idadi ya wakimbizi ikiwa inaongezeka, wakipata hifadhi katika shule, makanisa na hospitali ya Birambizo. Lengo linaonekana la waasi hao wa AFC M23 ni kuchukua udhibiti wa Bukombo na maeneo ya Bwito yote. Kila hatua inaonekana kuongezeka kwa nguvu za kijeshi, jambo linaloongeza mvutano katika eneo hilo. Aidha, barabara ya Kizimba Bukombo kupitia Sisa haiwezi kupitiwa kutokana na mapigano yanayoendelea. Hali ya usalama katika sehemu hii ya Ruchuru inaendelea kuwa hatarishi, huko maisha ya raia wa kawaida ya kuwa
ya kutisha sana. Wakulima wawili wameuawa na wengine takribani 10 kutekwa nyara baada ya kushambuliwa na waasi wa ADF NALU katika eneo la Babila Bakwanza huko Mambasa mkoani Ituri nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mujibu wa asasi za kirahia za eneo hilo, waasiriwa walikuwa wakulima wa kawaida waliokuwa wamejenga vibanda ndani ya msitu kwa ajili ya kulima shamba zao. Wakati wakiendelea na kazi zao, walivamiwa ghafla na kundi la wapiganaji wa ADF NALU waliokuwa wakitoroka operesheni za kijeshi. Mashuhuda wanasema kuwa watu wawili waliuawa papo hapo. Huko zaidi ya 10 walitekwa nyara na kulazimishwa kubeba mali na mazao ya wizi. Waasi hao waliiba mazao ya kilimo yakiwemo kakao na mpunga. Kisha walijifisha tena katika msitu katika ngome zao. Asasi za kiraia zimeripoti kuwa makundi mengine ya waasi yanaonekana katika maeneo ya Nduye yakijihusisha na uporaji wa mazao na mali za raia, jambo linalozidisha umaskini na hofu kwa wakazi ambao sasa hawasubutu kwenda mashambani.